Hii ni MTV1 Online inayokutangazia kutoka Afrika Mashariki, eneo la Uswahili. Leo ni Ijumaa 13, 2026. Tupo Facebook, YouTube na kwenye tovuti yetu ya www.mtv1news.com, pamoja na kwenye redio washirika Lubero, Beni na Ruchuru, pamoja na Masisi, Kivu Kaskazini kupitia FM. Tulionayo, wakazi wa mji wa Goma waomba kubadilishwa kwa barabara iliyopewa jina ya rais wa nchi ya DRC. Hatutaki tena hii Avenue Felix Tshisekedi mvile ya Goma. Choma na sema motari ndio tulikuwa na yoa kwenye na kuaka tunaitosha. Na huko Tanzania watu 6 wafariki baada ya boti kuzama katika ziwa la Tanganyika. Hayo na mengine ni katika nakala hii, na kusihi uungane nami Shapolsen Sikiminywa hadi mwisho. Naam, taarifa yetu yaanzia Goma, ambako waendesha pikipiki mjini Goma waomba barabara inayopewa jina ya rais wa Kongo DRC kubadilishwa jina kutokana na mashambulizi ya drones. Oster Malivika amezungumza na baadhi ya waendesha pikipiki na kutukusanyia maoni yao. Vraiment tushachoka sana na vita. Ndio maana tunakia kumeri atupenzi hii jina tena ya Avenue mvile ya Goma. Waendeshaji pikipiki katika mji wa Goma wameamua kuondoa namba zilizo na majina ya rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwenye baadhi ya makazi ya watu. Parapresi tunaona manake president wetu hatupenzi, hatuje kwa msaada. Donc il ne veut pas négocier avec les autres. Na sisi tunakanda si bonne décision. President wetu na wa population yake. Na sisi tunakia tosha hivi sasa. Par force hatupendi tena jina yake vraiment. C'est ça. President Felix Tshisekedi Tshilombo. Lakini kwa nini mnamchukia? Tunamchukia juu vraiment ajisusia na population. Ingelikuwa ajisusia na population kama haiko na tubombarder. C'est pourquoi tunakamata décision ya kutosha hivi. Tutabitosha vyote. Tosha mwisho mnginisha dusha sirika na maishi. Dusha sirika. Hatuna maito tutabitosha. Ndugu, ni hasira gani? Hasira drone anatesa population na watoto wake, mwanamke. Sina kiseketi ya kipendi tena. Drone inawaletea hasira kwa nini? Drone kiseketi ya pendi population ila gombanie population kwa tesa population. Sasa kwa kiwanja ya vita aache population, asitese population. Ndio kwa kiwanja ya mapambano sasa anatutesa sana Tshisekedi Tshilombo. Na kuomba barabara iliyopewa jina lake kubadilishwa jina. Hii imefanyika wakati wa maandamano iliyofanyika leo Machi 12 katika mji wa Goma. Atosha hii juu Felix Tshisekedi anatutesa. Hatutaki tena hii Avenue Felix Tshisekedi mvile ya Goma. Choma na sema motari ndio tulikuwa na yoa kwenye na kuaka tunaitosha. Hatuitaki hii Avenue mvile ya Goma. Kwa nini? Tunaitosha juu kila siku mabombardement kule Masisi. Watu wako wanakufa na mabombe juu ya huyu tu Felix Tshisekedi. Hii jina vraiment inatukoshone sana mvile ya Goma. Choma na tuitaki. Tunaitosha kabisa, fasi yote kwenye hii iko tutaitosha. Sasa hii Avenue mtaipatia jina gani? Hii Avenue tutapatia jina ya Bahati Musanga Erasto Magufuli. Jina tutapatia hii Avenue Mzee wa Amani. Na baadaye kuelekea hadi ofisi ya mkuu wa mji wa Goma. Tuko wa motari ya vile ya Goma. Tulikia kumeri de Goma juu tunachoka na vita. Vraiment tushachoka sana na vita. Ndio maana tunakia kumeri atupenzi hii jina tena ya Avenue mvile ya Goma. Tunakia kumeri kupatia maire de la ville achange hii jina. Ni mtu mwenye ataki amani na watu. Na nyewe wote mko na situation yetu, tuko napitia mabombe ziko zinatuangukia. Ndio maana tulikatala hii jina ya Avenue Felix Tshisekedi. Ilikuwa mcommune de Goma, quartier Himbi. Hatuitaki, ndio maana tulitosha zote, tunaletea maire de la ville achange hii jina. Sasa kwa nini umezitosha, umeziletea meya kuliko haukuzitupa? Hatukuzitupa juu zilikuwa naonesha adrese ya nyumba. Ndio maana tumezileta hapa kumeri, maire de la ville achange tu jina kisha barudishe tena manimero kwa nyumba juu kwa tusaidia na adrese. Ambako walipokelewa naye Katembo Ndalieni, mkuu wa mji wa Goma. Ni kusema nashukuru sana bwana journalist. Leo tuko siku 12
mwezi wa 3 mwaka wa 2026. Ni kusema société civile, ni kusema population, c'est une population organisée yenye iko na makushe yote ya population, qui veut dire ba motard ça fait partie ya kushe ya société civile. Wameleta malalamiko yao na ni malalamiko ya raia, na AFC M23 imekuja centre d'intérêt ya kwanza ni raia kwanza, na ndio maana tumewapokea. Wanasema wanachoka na vita. Unaona, tumezungumza siku mingi kwa mtandao, tumeonesha communauté internationale na internationale kama sisi AFC M23 tunataka amani, lakini gouvernement ya Kinshasa inataka vita, inataka mkono wa vita. Ni kusema jana ile walibombarde commune de Goma, précisément mu quartier Katindo, na imeua un agent wa Nations Unies wa UNICEF. UNICEF c'est un organe spécialisé des Nations Unies. Ni kusema mtu mwenye amekufa ni mwanamemba, ni mkaaji kwanza wa Goma, sababu alikuwa raia wetu na ni fonctionnaire wa Nations Unies. Nicho kitu kenye tuko nazoea kulalamika, na wamotare wanazoea kukilalamika kila siku kama tunataka amani, tunachoka na vita, lakini gouvernement ya Kinshasa bali ya kutupatia na sisi mkono ya amani yenye tunataka, imeleta mkono wa vita. Tunashukuru sana na tuna prendre acte. Tutaona kama tufanye namna gani kuona kama tunaweza tena renome ile avenue kusudi ipane adresse ya vizuri ndani ya komine ya Goma na kukartie kwenye hii maplake ilitoka bwana journalist. Asante sana. Tunashukuru sana. Asante. Bamotari muko? Tukitoka Goma tunaelekea Beni, mji mkuu wa muda wa jimbo la Kivu Kaskazini, eneo linalodhibitiwa na serikali ya DRC. Kampeni ya uhimizaji wa afya ili kupiganisha vifo vya watoto wachanga na wajawazito ilianzishwa rasmi Alhamisi 12 Machi mjini Beni, mji mkuu kwa muda wa jimbo la Kivu Kaskazini. Kampeni hiyo imeandaliwa na division ya afya jimboni Kivu Kaskazini chini ya udhamini wa marafiki wake katika lengo ya kufunza waganga namna ya kupunguza kwa na idadi ya wanawake na watoto wanaofariki wakati wa kujifungua, wakitolea wanawake wajawazito ujuzi wa kujilinda. Desire Buyana ni kiongozi wa programu hii. Kifo cha mama ni jambo la kweli katika jimbo letu. Tuliona kwamba kuna jukumu la kijamii, kuna pia makosa ya kiufundi ambayo waganga wanafanya, na pia tuliona jukumu ya kijamii ambamo tuliona kwamba mama mjamzito anapofika kwenye kituo cha afya, waganga hawana muda wa kuongea na mama ili kuelewa shida zake. Mwishoni mwa uhimizaji wa kwanza ulioanzishwa kwenye kituo cha afya cha Karle Beke kwenye kata la Mabakanga, washiriki waliahidi kutekeleza mafunzo waliotolewa ili kupunguza idadi ya vifo kwa wanawake wajawazito na watoto wachanga. Daktari Aline Bahati akiwataka wanawake kuheshimu kanuni za waganga ili kuepuka hasara wakati wa kujifungua. Nasi tumeongeza kusema kwamba kusiwe kisa hata kimoja kia kifo cha mama na mtoto katika kituo chetu cha afya, na kupitia mafunzo haya tumepokea kitu kipya itakayotusaidia kumaliza visa vya vifo kwa jamii. Ni kuwaomba kusikia mashauri ambao viongozi wa afya wanatoa ili kumaliza visa vya vifo kwa wamama na watoto. Ifahamike kuwa zaidi ya vifo 197 viliweza kuhesabiwa mwaka wa 2024 na 252 mwaka wa 2025 kutokana na presha, upungufu wa damu, magonjwa ya zinaa na kuchelewa kuelekea kwenye vituo vya afya. Na huko Kivu Kusini, hali ya ukosefu wa usalama yazidi kushuhudiwa kutokana na mapambano kati ya jeshi la serikali ya Kongo DRC na AFC M23. Pasifiki Kararuka yuko Kivu Kusini. Asante bwana mpasha habari. Osimalizika kwa sasa hali ni tulivu, watu wanatumika makazi ilivyo kwa kweli. Na ukiangalia kwa mfano maeneo ya milima mirefu ya Minembwe huko Haut Plateau ya Uvira. Haut Plateau ya Minembwe kuanzia Haut Plateau ya Fizi mpaka Uvira mpaka Mwenga Itombwe, kote kule kabisa hali ni kaeka kwa sababu mapambano angali yanaendelea mpaka kwa sasa. Ni wanani wanapigana huko?
Wanapigana ni Watwigwaneho pamoja wakipigana na wazalendo na jeshi la taifa la FARDC ndio wanapigana kwa sasa. Na wakazi wanasemaje? Wakazi kwa sasa, kwa sababu wakazi wote wenye walikuwa sehemu za Mikenge, Kipupu, Bukunji na wengine ambao walikuwa sehemu za Bijombo, wote kabisa kwa sasa wako kwenye mapori, bado hawajarudia nyumbani kwao, kwa sababu milio ya masasi ngani nasikilika kabisa sehemu za kuelekea Minembwe, sehemu wanaita Kalingi, kule ndio kwenye huko moto mpaka kwa sasa. Na sasa hivi ni kwamba mpaka wa Burundi na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ulifungwa tena kwa funguliwa. Shughuli za kibiashara zikoje? Kwa sasa kabisa shughuli za kibiashara zinaendelea vizuri sana. Kwanza hata juzi nilikuwa niko Bujumbura, nimepita kabisa bila tatizo yote, kila kazi inatumika ilivyo, ila changamoto inatokea kwa sehemu ya Sange ndo kwenye wanasema kwamba inawezekana kunaweza kukapite tena usema kwamba washambulie Uvira, lakini kabisa shughuli za biashara Uvira na Burundi inaendeka kabisa jinsi ilivyo. Sehemu nyingine mafuta imepanda bei. Vipi huko? Kwa kweli kabisa mafuta imepanda bei kupitia hali ambayo imetokea Iran na Israeli, kwa hii vita ambayo inatokea kule kwa sasa kabisa mafuta yanaanza panda bei kidogo kidogo. Wananchi wanasemaje kuhusiana na hili swala la kupanda mnara kwa bei ya petroli na hali ya kimaisha? Wananchi ilikuwa lazima kusema kwamba nchi hizi mbili ambazo zinapigana Ulaya kule wanapaswa ikaa kwenye meza la mazungumzo ili watafute suluhisho, kwa sababu hakuna siku lisasi itamalizaka vita kwenye dunia, hakuna siku kabisa. Ila mazungumzo, kwenye meza ya mazungumzo kila mtu anasemaka anahitaji kitu fulani na anahitaji kitu fulani. Asante sana Pasifiki Kararuka ukiwa katika mji wa Uvira. Asante sana. Asante sana bwana Hotel Malizika. Asante. Na huko mkoani Ituri, hali ya ukosefu wa usalama yaripotiwa wilayani Mambasa mkoani Ituri. Ni kufuatia shambulizi la watu wenye silaha wasiojulikana wanaozaniwa kuwa ni wapiganaji wa Kodeko ambao walishambulia eneo uchimbaji za Muchacha na Mavuvu, eneo la Ejewa katika usultani wa Bombo wilayani Mambasa mkoani Ituri. Taarifa zasema milio ya silaha zilisikika usiku wa Jumatano tarehe 11 Machi mwaka huu na kambi ya Kimya Mining ya wachimba madini kutoka China kuchomwa kwa moto. Shirika la raia na makundi inayotetea haki za binadamu mkoani Ituri ikiomba jeshi na serikali kujikita katika swala la usalama wa wakazi. Musa Kikoleri ni kutoka shirika la raia wilayani Mambasa. Ukosefu wa usalama waripotika katika kijiji cha Vuvu mnamo sultani wa Bompo, na haya ni baada ya waasi wasiojulikana kuvamia kijiji hiki siku ya tatu tarehe 11 Machi 2026 kwa saa za jioni, ilikuwa majira za saa 2, lakini haya yaliendelea hadi saa za mchana wa siku ya 4. Kiwanda kikuu cha Chinese kilivamiwa, kulunguzwa na hawa. Baada ya hapo walijielekeza kwenye mji wa Mavuvu kwa pande za saa 2 ya asubuhi, na huku walifanya maafa mengi, kufanya wizi katika vyumba vya wafanyabiashara. Hata watu 2 waliuliwa katika uvamizi huu. Kati ya hawa kuna kijana mmoja John, pia pasta mmoja wa kanisa la Fepako aliweza kupoteza uhai wake katika mashambulizi haya, na watu wengi walipelekwa kwenye njia zisizofahamika hadi sasa. Mtu mmoja ambaye amewasili mjini Badengaido kwa majira za saa 7 ya mchana afahamisha kuwa hawa waendelea kuonekana, na wengine watu waliotoshwa katika mkono wa hawa waasi wafahamisha kuwa waasi ni wengi. Kati yao kuna wamama, watoto, pia wababa, vijana wanaongea lugha lisiloeleweka. Shirika la raia jipya la mji wa Bombo laomba waongozi kuona jinsi ya kuwachunga raia, pia kulinda mali yao, pale ni haki yao, lakini ngalibidi pia waongeze vikosi vya usalama ili waweze kuwafukuza na kuwatatiza hao waasi wanaoendelea kutatiza wakaaji. Pia wajikaze kutosha watu ambao walitekwa nyara katika mikono ya waasi. Makundi yenye kumiliki silaha yameshutumiwa kwa muda mrefu katika vitendo vya ukosefu wa usalama mkoani Ituri kama vile Kivu Kaskazini, na kusababisha wakazi wengi kuwa wakimbizi wa ndani. Kwa sasa wakazi wengi wakiwa wamekimbilia Badengaido, mji mkuu wa usultani wa Bombo. Tuhitimishe matangazo yetu huko Tanzania ambako tunaambiwa kuwa watu 6 wamefariki baada ya boti kuzama ziwani Tanganyika.
Jumla ya watu 6 wamefariki na wengine 9 wameokolewa kufuatia ajali ya boti iliyokuwa imebeba watu 18 kutoka Kigoma mjini kwenda Kagunga ndani ya ziwa Tanganyika katika kijiji cha Kalalangabo ulayani Kigoma, ambako wengi wao walikuwa watumishi wa afya. Mkuu wa mkoa wa Kigoma Balozi Simon Siro amesema boti hiyo ilikuwa imebeba watumishi wa serikali wa halmashauri ya wilaya ya Kigoma ambao wote wako idara ya afya, huku akitoa ushauri kwa wananchi kufuata utabiri wa watu wa hali ya hewa kabla ya kusafiri ziwani. Michelle Maganga ni kaimu kamanda wa jeshi la zimamoto na uokoaji wa mkoa wa Kigoma, amesema chanzo cha ajali hiyo ni wimbi kubwa la maji lililotokea ndani ya ziwa Tanganyika muda mfupi baada ya watumishi hao kuanza safari. Kwa upande wao, baadhi ya mashuhuda wa tukio hilo wamesema kuwa wamesikitishwa na ajali hiyo, kwani ndiyo mara ya kwanza kutokea eneo lao. Kati ya hao watu waliofariki, mili 6 imeokolewa huku mingine 3 juhudi zikiwa zinaendelea za kuitafuta. Ni hayo kwa siku ya leo. Asante na karibuni tena. Endelea kufuata MTV1 online kwa habari za uhakika kupitia mitandao yetu. Mimi ni Jean-Paul Sikiminywa na washukuru wote waliohamasika kukusanya taarifa hii ya habari, wakiweko Oster Malivika, Abel Tsongo na Rebecca. Tunashukuru tukisema weekend njema.